Kwa hivyo wale wote ambao Mwenyezi Mungu ameturuzuku ilmu, tusibane elimu, tuwasomeshe watu bila choyo, kwa sababu tutapata khairia aliyosema Bwana Mtume SAW, khairukum man taallama alilma wa allamahu, mbora wenu ni yule ambaye amejifundisha elimu na akawafundisha wengine. Na tufahamu kwamba alilmu amana, hii elimu ni amana. Wewe ambaye umesoma elimu hii, jua ni amana ya Mungu amekuwekesha kwa waja wake. Elimu hiyo itabakia kwako muda unaitoa, muda wale walengwa aliowakusudia Mungu wapate amana hiyo, umewafikishia amana hiyo, utakuwa umesalimika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hao Waislamu hao watakwenda kukukaba kesho mbele ya Mungu pale watapokuwa duniani wamefanya mahoka mbalimbali, mahoka ambayo yamekuwa ndio sababu ya kuingia motoni. Watakwenda kukukaba mbele ya Mungu, ya Rabbi, huyu ndio shekhe wetu tulikuwa naye huyu, sisi tumeyafanya haya kwa sababu alikuwa na elimu, lakini hakutaka kutusomesha, hakutaka tuyajue haya, hakutaka tujue madhara ya kuyafanya haya tuliyofanya, na leo imekuwa sababu ya sisi kuingia motoni. Naudhu billahi min dhalik, tujilinda kwa Mwenyezi Mungu na moto. Kwa hivyo wote mliosoma, jueni mnalo jukumu. Na kusomesha si lazima mpaka utafute kiwanja kikubwa, ujenge chuo kikubwa, la. Hata chini ya mti wewe somesha, nyumbani kwako, sebuleni somesha, kwenye uchochoro wewe somesha tu. Utapokuwa umesomesha, kheri ya Mungu ndipo itakuja. Umeanza uchochoroni, Mwenyezi Mungu atakupanulia, watakuja watu watakutoa kwenye uchochoro, sasa watakupeleka mahala ambapo penye hadhi ya wewe kukaa na ukawasomesha watu dini. Na hata sisi madrasa tulizosoma huko miaka hiyo hazikuwa ni vyuo vikubwa, la. Wengine tumeanzia kusoma sebuleni kwa shekhe, ndio tumekaa hapo, baadaye tukatoka shekhe akajenga chuo tukasoma, lakini tumeanzia sebuleni nyumbani kwake tu ndio tumesomeshwa. Na leo alhamdulillah tunashukuru tumekuwa na sisi ni watu katika watu kwa sababu ya kuanzia sebuleni, hatukuanzia kwenye vyuo vikubwa, la hasha. Kwa hivyo nimeona nichukue nasaha hizi niziseme kwenu ambao sote tumesoma Qur'ani, na kile kidogo ulichonacho usikidharau, wewe kisomeshe. Mwenyezi Mungu atakikuza hicho. Muhimu tu kisomeshe kwa ikhlasi ya Mungu, kisomeshe kwa ikhlasi ya Mungu. Ukikisomesha kwa ikhlasi ya Mungu, Mungu atatia baraka katika akili na fahamu za hao unaowafundisha. Watatokea watu kwa kidogo hicho watakwenda mbele zaidi na zaidi. Isipokuwa tu niseme na vijana kwamba vijana wa sasa mna mtihani. Mtihani mlionao ni pale ambapo umesomeshwa na mwalimu wako alif be te pe, hiyo kakusomesha msahafu, umemalizi, umekwisha. Maskini baba wa watu pengine hana elimu kubwa, alisomeshwa tu akaujua msahafu, hapo ndipo alipoishia, na yeye hakuwa bakhili, kakusomesha huo msahafu, nawe umeujua kwa kadri alivyokusomesha. Allah amekujalia sasa futuhu, wewe kakufungulia, umekwenda si vyuo gani huko, si Masri, si umekwenda Kuwait, si umekwenda Saudia huko, Sudani na kwingineko. Haya, unarudi, mtu wa kwanza wa kumlenga dharau zako ni yule shekhe wako alikusomesha. Alhamdulillah, wewe kijana, hiyo elimu yako ya chuo kikuu huko ulikokwenda ingekaa wapi kama si msingi mzuri aliojenga huyu mwalimu wa Qur'ani wa tabatiada? Elimu hiyo imekuja kukaa juu ya tabatiada yake, huyu anafaa kuenziwa. Haya, kama wewe wamuona hana elimu, hivyo umekuja na hiyo elimu yako, haya si ndio ukae naye sasa? Kwani kutakuwa na aibu gani mwanafunzi akimsomesha mwalimu wake? Japokuwa walimu hawataki kusoma, na hasa tangu kumekuja hivi vyeo vya kijinga jinga hivi, sijui shekhe wa Mtungi, shekhe wa kata, sijui wa Kikombe, sijui wa vipi. Akishateuliwa shekhe wa kata hataki kusoma kabisa, na kama alikuwa anasoma kwa shekhe wake aona ndio sasa basi anaitwa shekhe wa kata bwana asome. Na shekhe wa kata afungisha ndoa, atoa mawaidha, sijui hivi, asilimisha.
hata watu watamdharau kwamba shehe gani anasoma. Hayo ni macho ya upofu, upofu huo. Soma, na usiposoma sasa dunia inakuja ina mabadiliko, mambo mapya yanakuja. Kuna mambo mapya yanayotokea leo duniani katika vitabu tulivyosoma sisi kule hamna, ni fatwa mpya zinazotoka hizo. Kama wewe hutasoma haya utakuja kuyajua vipi bwana? Utafika mahala wewe utaonekana hautoshi kuwa kiongozi wa jamii ya Waislamu, kutokana na mambo ambayo yanatokea leo duniani. Kila siku kuna kuja hili na lile, naye anakutaka wewe kama msomi wa dini uyatolee majawabu, utoe fatwa yake. Na kwenye kitabu chako cha Babu Majaa haimo, kitabu chako cha Hidayatul Atfali hayamo. Utayapata wapi kama hutaki kusoma? Kwa hivyo ni juu yetu tusome, lakini tutazame nani twende kwake akatusomeshe. Sio kila mtu. Mafundisho ya Uislamu yanatuambia inna hadha al-ilma dinun, hakika elimu hii ndiyo dini. Falyanzur ahadukum, basi na atazame mmoja wenu, mimman, kutoka kwa nani, yaakhudhu dinahu, akaichukue dini yake. Sio kusoma kwa mtu ambaye baada ya kukufundisha dini atakufundisha ujambazi tu, roho mbaya, ukatili. Sikutana nani wewe mtie kabali mnyonge kwa sababu gani? Yule ana mtu wa hivi na vile. Hakuna kitu hicho katika Uislamu bwana. Mtume angekuwa chinja angemsilimisha nani? Nani angeingia katika dini kama Mtume Muhammad angekuwa chinja bwana? Mtume aliwampaka walisilimu wasiokuwa Waislamu kwa sababu ya tabia zake tu. Alivyokuwa na tabia mzuri watu wakavutika. Na janga kubwa kwetu Waislamu leo ni tabia zetu. Waislamu tumekuwa na tabia mbaya kiasi asiyekuwa Muislamu hashawishiki tena na sisi. Wakati bwana Mtume aliongoza kwa tabia, mpaka Mwenyezi Mungu akatuambia sisi kuhusu tabia za Mtume tuige, aliposema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mna nyinyi kigezo. Angalikuwa Mtume ana tabia mbaya tungeiga nini? Allah katuambia tuige kwake kwa sababu kuna tabia nzuri. Na wewe kiongozi wa dini, basi iga kuwa na tabia nzuri. Wanaokufuata, waumini wako, wafuasi wako, waige mazuri ya maneno yako wanaosikia kutoka mdomoni, lakini waige tabia zako kwa vitendo vyako vizuri ulivyo navyo. Janga la sisi viongozi wa sasa, tunakataza kwa midomo yetu, tunaamrisha kwa midomo yetu, lakini tunakataza kwa vitendo vyetu. Mfano siku zote na utoa. Wewe shekhe unasimama juu ya kinara unawaambia waumini qala Allahu Ta'ala wala taqrabu zina, wala msikaribie zina. Wewe mwenye shekhe ndo waziri wa umalaya. Haya ndio umefanya nini hivyo? Hao unawakataza, unawaamrisha. Hawa na akili hawa. Huyu shekhe naye huyu Mungu kasema tusikaribia. Mbona mwenye afanya? Kama ingelikuwa kuna dhambi kufanya, mbona yafanya sasa? Sana watakuona wewe na roho mbaya, tukaona sisi tufaidi. Basi kile unachokisema wakikutazama wakuona. Ndio bwana Mtume alivyokuwa sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa haamrishi jambo isipokuwa yeye anakuwa wa mwanzo kutekeleza, na alikuwa hakatazi jambo isipokuwa yeye ni wa mwanzo kukatazika. Basi na sisi ni hivyo hivyo. Tutapokuwa tunawaongoza watu wale ambao tumejaliwa na Mungu kwa viongozi, maimamu wa misikiti, masheikh sijui wa mitaa, na kadhalika, au ni maustadhi, tumesoma dini huko, Waislamu wanatuamini, wameweka imani kubwa kwetu kuona sisi tunafaa kuwaongoza. Tuchunge sana akhlaqi zetu, yale tunayowaambia yatafsirike katika vitendo vyetu vya kila siku, tuyaishi yale ambayo tunayowaambia waumini wetu. Basi hapo ndipo tutapata salama duniani, tutapata salama akhera.